Mke wangu Sofia, leo nakupeleka nyumbani. Naona ulikuwa muda mrefu sana unatamani kwenda nyumbani. Sasa leo nakupeleka nyumbani ukapaone. Lakini pale nyumbani mimi naishi na mwanangu anaitwa John. Ana umri wa miaka 17 kama nilivyokueleza. Kwa hiyo tutafika pale tutaishi naye kwa pamoja. Japo mimi sitokaa sana, nitafika nitakuweka tu, baada hapo nitaondoka kwa sababu bosi amenipigia kwamba natakiwa nikachukue mzigo ni upeleke South Africa. Kwa hiyo nitafika nitakuweka, baada hapo nitarejea kazini. Sawa, haina shida mme wangu. Wewe utafika tu, utaniacha hapo, utarejea kazini kwako. Wala haina shida. Sasa mke wangu, nyumbani ni hapo mbele. Kwa hiyo unapoona hilo jengo hapo ni sokoni. Kwa hiyo ukiwa unahitaji kununua vitu fulani fulani kwa ajili ya nyumbani, unakuja hapo. Lakini nyumbani ni hapo kwenye ile nyumba pale mbele. Oho. Kumbe hata sio mbali. Wewe uliniambia ni mbali, nikawa na hofu. Kumbe ni karibu tu. Ya, ni kweli sio mbali sana. Sasa mke wangu, hapa ndo nyumbani, karibu jisikie huko nyumbani. Hapa nipo ninaishi na mwanangu anaitwa John. Yupo kijana wangu, nadhani atakuwepo ndani. Kwa hiyo jisikie huko nyumbani, karibu sana. Asante, kiukweli nyumbani kwako ni pazuri sana, na kiukweli nipapenda. Kwa kweli umejitahidi, yaani umejitahidi sana sana kujenga. Hata siamini kwa kweli kama hapa ni kwako. Amini tu mke wangu, kiukweli nilijitahidi sana, nilijichanga sana kipindi niko kijana, nikawa nimepanunua hapa. Baada ya kupanunua, nikaanza kujenga taratibu mpaka saizi kama unavyoona, mambo sio mabaya. Sasa ngoja nikuletee kijana wangu mara moja uweze kukutana naye, muweze kusalimiana na kuweza kufahamiana. John, John, John mwanangu, John. Naam baba, karibu sana. Asante sana mwanangu. Sasa nimekuja na mgeni kama unavyomuona. Huyu hapa anaitwa Sofia. Sofia huyu hapa ni mke wangu, sawa? Nikiwa na maana kwamba wewe ni mama yako wa kambo. Kwa hiyo tutakuwa tunaishi naye kuanzia leo hii. Nitakachokiomba kutoka kwako ni ushirikiano wako kwake. Uweze kumheshimu kama ulivyokuwa ukimheshimu mama yako. Kwa hiyo kuanzia leo tutaishi naye hapa. Na nimemleta, japo mimi sitokaa sana. Bosi amenipigia simu kwamba natakiwa niende South Africa nikapeleke mzigo. So unajua hizi kazi zetu za uendeshaji wa magari ya mizigo. Kwa hiyo natakiwa niende huko South Africa. Sitakuwepo kama miezi 6 hivi. Kwa hiyo nitaomba uweze kuishi na mama yako vizuri. Sitaki shida yoyote, sitaki nisikie kwamba unamsumbua. Umheshimu, kile atakachokwambia uweze kumtekelezea. Umenisikia mwanangu? Sawa baba, haina shida, usijali. Sasa nataka umsalimie mama yako na uweze kufahamiana na mama yako. Shikamoo mama, karibu sana, hapa ndo nyumbani. Naamini tutaishi vizuri, kama baba alivyoweza kuniambia kwamba utakuwa na sisi hapa kuanzia leo. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana kijana wangu Jioni. Kiukweli nimefurahi sana kukutana na wewe, na imani kwamba tutaweza kuishi vizuri, tutashirikiana katika mambo mbalimbali. Lakini pia usiniogope sana sana sana. Mimi ni kama mama yako. Kwa hiyo utakapokuwa na kitu chochote kile unachotaka kukifanya au kuniuliza, basi nakukaribisha. Usiogope wala usijihisi mnyonge. Mimi nitakuwa na wewe hapa, tukisaidizana mambo mbalimbali. Kwa kuwa mimi ni mgeni, nitahitaji zaidi ushirikiano wako, kwa sababu kuna sehemu mbalimbali hapa sipajui. Kwa hiyo nitakapohitaji msaada wako nitakuomba unisaidie. Haina shida mama, naondoa hofu kuhusiana na hilo. Mimi nitakuonyesha ushirikiano mzuri. Kwa hiyo karibu sana. Sasa ngoja nichukue mizigo yenu niipeleke chumbani. Sasa mke wangu, mimi naomba nikupeleke pia chumbani, nikakuoneshe chumba, nikuoneshe mazingira, jikoni na bafuni na sehemu nyingine, uweze kuielewa nyumba yetu vizuri, kwa sababu sio muda mrefu kutoka sasa itabidi niondoke, maanake bosi amenipigia simu sana na siwezi kuendelea kukaa sana hapa. Sawa, haina shida mme wangu. Mimi nakusikiliza wewe tu. Sasa mke wangu, nimekuelekeza sehemu mbalimbali katika hii nyumba.
Sasa hichi ndio chumba chetu ambacho mimi na wewe tutakuwa tunaishi. Hapa ndo tutakuwa tunaishi. Na kuhusiana na sehemu nyingine utaweza kuelekezana na kijana wangu John, atakupa ABC za hapa nyumbani. Lakini huyu kijana wangu John yeye ni amemaliza form 4 mwaka huu. Kwa hiyo anasubiria majibu ili aweze kwenda advance. Kwa hiyo mtakuwa naye hapa kwa miezi kadhaa. Baada ya hapo ataenda tena masomani. Kwa hiyo nitaomba uishi naye vizuri, maanake huyu kijana ni mtundu kidogo. Kwa hiyo utakuwa naye hapa kwa muda. Lakini pia nitakuachia na matumizi ya kutosha, lakini pia ukiwa na shida yoyote ile utaweza kunipigia simu na tutakuwa tunawasiliana mara kwa mara nikiwa safarini. Sawa mume wangu, haina shida. Kiukweli mimi nimefurahi kunileta hapa nyumbani kwako. Na imani tutaishi vizuri mimi pamoja na mwanao, lakini pia usihofu, mimi na mwanao tutaishi vizuri. Na ikitokea kuna shida yoyote ile mimi nitakueleza. Kwa hiyo mimi nikutakie safari njema, Mungu akusaidie huko unakoenda kwenye kazi zako. Uende salama na urudi salama. Sisi tutatukuta babangu. Sawa, sasa mimi muda umenitupa mkono, kwa hiyo ngoja niondoke sasa hivi, manake bosi asije akaenda kunigombeza huko. Kwa hiyo mimi naondoka sasa hivi, mke wangu. Niwaache salama na Mungu aendelee kuwasimamia. Sasa kijana wangu John, mimi naondoka. Ataondoka sasa hivi, bosi amenipigia simu. Kwa hiyo nitaomba uweze kuishi na mamako vizuri kama nilivyokuelekeza, lakini pia uendelee kujisomea kwa sababu sio muda mrefu utaenda tena advance. Kwa hiyo endelea kujisomea, lakini pia uangalia mifugo kule nyuma. Pesa kidogo nitakuachia, nitakutumia kwenye simu pesa kidogo kwa ajili ya matumizi yako binafsi, lakini pesa zote za matumizi, chakula, zote nimewaachia mamako. Kwa hiyo naomba umheshimu sana mamako. Nikisikia kitu chochote kimetokea juu ya mamako, tutakuja tushindwane. Si unanijua vizuri? Kwa hiyo ishi naye vizuri, mheshimu. Haya mwanangu. Usijali baba. Mimi nikutakie safari njema huko uendako. Uende salama, lakini pia urudi salama. Sisi tutatukuta tuko vizuri tu. Haina shida baba. Safari njema. Kiukweli hii nyumba ni kubwa sana. Yaani ni kubwa mno. Hafu baba hata ameondoka, hata hajanipa tendo. Kiukweli mimi nilikuwa nimemisi. Ila haina namna, ngoja tutamsubiria. Ila miezi 6 ni mingi. Ngoja tuone itakuwaje. Lakini nyumba ni kubwa sana. Kiukweli huyu baba amejitahidi sana. Yuko vizuri. Hase, mvua inanyesha, alafu kuna baridi sana. Yaani, sitanifanyaje? Alafu nina hamu kweli na tendo. Na huyu mwanaume hata ameondoka hajanipa unyumba. Yaani sijui hata nitafanyaje. Na anarudi baada ya miezi 6. Sijui nitafanyaje jamani na hii baridi. Jamani, wewe nitateseka sana miezi 6. Nilikuwa na wazo. Hebu ngoja niende kwa yule kijana wake John. Mimi naamini yule kijana ameshakuwa. Ngoja niende. Kanipe joto kidogo, afu nitamwambia tufanye siri. Kisha naenda hivi nikiwa hivi nimevaa hivi ili aweze kunitamani. Na kisha nitamani na imani tu atanipa joto. Ngoja niende. Kiukweli mechi ya leo iko poa sana. Sasa ngoja nimalizie za dakika 90 niende nikalale, maana hata usingizi ushaanza kunipata na baridi hii. Ngoja nikajifunike tu nilale, maana kesho kwa usiku mwingi sana. Joni mwanangu, vipi? Bado unaangalia mpira? Mama, mbona umekuja uchi mama wangu? Ni nini sasa hichi mama wangu? Afu ukizingatia ni mama wangu, unakujaje hivi mama? Ni nini hichi mama? Mbona unafanya hivyo lakini? Honda kijana wangu. Kiukweli yani baridi kali, kwa nikaamua nije hapa tuweze kuongea. Sasa mama, hata kama ni baridi kali, unakujaje ukiwa hivyo uchi mama? Hivi unafikiria baba akiingia hapa kitukuta uko hivyo unafikiri mimi nitachukuliaje? Mama, hebu nenda kabadilisha nguo mama. Nenda kavae nguo mama vizuri. Nenda. Na wewe John, hebu acha uoga. Mbona unakuwa kama mtu mzima? Miaka 17 ushakuwa wewe. Ngoja nisogee hapo tukae pamoja. Sasa sikia mwanangu John. Kiukweli mimi hapa nilipo ninasikia baridi. Afu sio kusikia baridi. Mwenzio nina hamu na tendo.
Na ndio maana nimeamua kuja hapa nikae na wewe nione angalau kama utanipa joto. Unajua babako ameondoka, hajanifanya chochote. Na atakao kwa takriban miezi 6. Harudi leo wala kesho. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu nipe kidogo afu tutafanya siri. Sawa? Kwa hiyo usijali Johnny. Hapana mama, kikweli mimi siwezi kufanya hicho kitendo mama. Yaani haiwezekani kabisa mama. Wewe ni mama yangu, wewe nakuheshimu kama mama yangu. Kwa nini unataka kunifanyia hivyo lakini wewe unafikiria baba akijua atanichukuliaje? Mbona kwa hivi mama? Mbona mambo mimi siwezi kwa kweli. Hebu sogea hapa kwanza Johnny nikwambie kitu. Kiukweli najisikia vibaya sana. Sijui ni nini hiki. Kichwa kinaniuma, natapika, kichefu, mwili hauna nguvu. Hautakuwa na malaria. Hebu ngoja kwanza nifanye mpango niende hospitali. Maana hali sio ya kawaida kabisa. Sio hali ya kawaida kabisa. Hebu ngoja nifanye niende hospitali. Mungu wangu. Nini hiki jamani? Mbona kichwa kinaniuma na si kichefu? Mwili upo tu. Yaani kila ninachokula hata akiendi mdomoni, sina hamu ya kula. Yaani nipo tu. Hebu ngoja kwanza niwahi hospitali mara moja. Nikaangalia vipimo. Huenda nitakuwa na malaria. Sio hali ya kawaida, hii ni malaria kabisa. Sasa dada Sofia, tumefanya uchunguzi wa kina juu ya afya yako. Tumeweza kuchukua kipimo cha damu, tumeweza kuchukua kipimo cha mkojo, tumeweza kupima kipimo cha haja kubwa. Katika kipimo cha haja kubwa tumegundua kwamba hamna shida yoyote. Katika kipimo cha damu nikimaanisha malaria, kimeonyesha kwamba hauna malaria, lakini kwenye kipimo cha mkojo tumegundua kuwa wewe ni mjamzito. Kwa hiyo hongera sana dada Sofia. Daktari, hivi una uhakika kweli mimi nina mimba? Hapana, mimi nitakuwa sina mimba. Sina mimba kabisa. Hapana dada, kiukweli vipimo havidanganyi. Kwa hiyo inaomba tu uweze kuchukua tahadhari ikiwemo kuanza kliniki. Kwa hiyo ni wewe ni mjamzito kweli. Vipimo kiukweli havidanganyi. Kwa hiyo hongera sana. Mwanangu, yaani sijui nini mwanangu nitamweleza babako. Yaani sijui nini nitamweleza babako mwanangu Johnny. Yaani Johnny. Mama, nini kimekukuta? Mbona nashindwa kukuelewa? Maana tangu umerudi sikuelewi yani. Tangu umerudi unalia, uniambie shida ni nini? Nini kimekukuta mama? Hebu niweke wazi na mimi nijue basi namna gani ya kukusaidia. Maana ukiwa unanificha kama hivyo mimi siwezi kukusaidia. Kwa naomba niweke wazi ili niweze kukusaidia. Kikweli mwanangu Johnny, yaani babako akija sijui nini nitamueleza. Unajua siku yetu tulifanya mapenzi. Yaani kiukweli siku ile ulinipatia ujauzito. Na sijui nini nitakuja kumueleza babako. Maana ni muda mrefu mimi naye hatujafanya kitendo. Kwa hiyo sijui nitamueleza nini Johnny. Johnny, nashindwa kuelewa Johnny. Umeniponza Johnny. Kwa nini Johnny lakini na ulikubali kufanya Johnny? Tungekataa bwana. We mama, hivi uko serious kweli? Hivi kweli una mimba? We mama tayari ushaniharibia yani kwa mzee. Yaani mimi mzee akija ataniua. Ataniua kabisa. Na mimi mama nilikwambia kwamba mimi sitaki lakini ukaendelea kunilazimisha. Ona sasa mzee akija mimi nitamjibu nini? Nitamwambia nini bwana? Wewe umeshaniponza tayari. Yaani umeshaniponza. Wewe mama wengine bwana. Yaani kwa nini hata ulikuja humu ndani? Kwa nini ulikuja? Hodi mundani, hodi. Johnny, mke wangu. Mko wapi jamani? Nimerudi. Karibu mume wangu. Sisi tupo karibu. Wewe. Hivi hiyo mimba ni ya nani? Hiyo mimba ni ya nani? Maana mimi hapa nimeondoka sijafanya na hiyo kitu chochote. Sasa unataka kuniambia hiyo mimba ni ya nani? Yaani nimeondoka kidogo tu umeshaanza kuleta wanaume humu ndani. Ushaenda kufanya umalaya huko nje, umepata mimba. Mimba umetoa wapi?
Maana mimi najua hiyo mimba sio ya kwangu. Umefanya nini wewe mwanamke? Sofia, nilikuwa nakuamini, nilikuwa nakuheshimu, lakini umeondoa heshima yangu kuanzia leo. Niambie huo ujauzito ni wa nani? Niambie huo mzigo ni wa nani? La sivyo nitakuumiza, la sivyo nitakufanya kitu kibaya. Hebu niambie huo ujauzito ni wa nani? Samahani mume wangu, yaani samahani mume wangu, nisamehe mume wangu, yaani mimi hii mimba ni ya Joni mwanao. Ulipotoka Joni alinibaka, kwa hiyo naomba nisamehe mume wangu. Hivi kumbe nyinyi mnijui Yaani nyinyi na Joni mnafanya ujinga ndani ya nyumba yangu, alafu mnaanza kusema eti alikubaka. Ina maana nakubaka bila kuulizia. Sasa nasemaje? Huyo Joni yuko wapi? Huyo Joni mwenyewe yuko wapi? Naambia leo unafanya kitu kibaya wote wawili. Yaani mimi naondoka kwenda kutafuta hela ili nyinyi mle vizuri, alafu nyinyi mnabaki mnafanya ujinga hapa. Sasa nasemaje? Leo mtanitambua. Kwanza Joni mwenyewe huyo yuko wapi? We Joni. Hebu njoo hapa mara moja, mpumbavu wewe. Naam baba. Niko hapa baba. Nimekuja kusikiliza baba. Karibu baba. We mpumbavu wewe. Yaani mimi hapa nakuacha na mama yako ili muweze kuishi vizuri. Wewe unafika unamuingilia mama yako. Unatembea na mama yako. Hivi wewe unajitambua kweli wewe? Haya sasa umempa mimba. Sasa unasemaje? Kuanzia leo wewe pamoja na mama yako wote mtoke hapa. Umejiona umekuwa umejiona wewe ni kidume sasa. Unaweza kunipanda kichwani saizi mpaka utembee na mama yako. Haya kuanzia leo wewe pamoja na mama yako wote nje. Wote mtoke hapa, pumbavu wakubwa nyie. Tokeni hapa katika nyumba yangu. Nataka nibaki mwenyewe. Nisikuone wewe wala nani. Toka nje wote. Baba nisamehe baba. Baba sikulizi baba. Yeye ndo alinilazimisha baba. Naomba nisamehe baba. Baba naomba nisamehe. Mimi ukinifukuza mimi nitaenda wapi baba? Mimi bado mdogo baba. Nisamehe baba. Wewe mpumbavu nini? Yaani unasema eti wewe ni mdogo ya nyoko. Yaani unatembea na mamako wa kambo, alafu unakuja hapo unaanza kuniambia eti kwamba wewe ni mdogo. Mdogo gani? Wewe una udogo gani mjinga mkubwa wewe? Ungekuwa mdogo ungeweza kutembea na mamako. Mpumbavu. Haya sasa nasemaje? Kuanzia sasa kusanya kila kilicho chako wewe pamoja na mamako huyo muondoke. Haiwezekani mtie mamako wa kambo mimba hapa. Mjinga wewe. Nenda kuacha hapa na mamako, mimi nenda kutafuta hela. Wewe unakuja hapo unampa mamako wa kambo mimba. Haya utoke mjinga. Toka hapa kabisa, nisiwaone wapumbavu wakubwa nyie. Kwa kweli hii dunia yani haiko fair kabisa, yani haiko fair. Yani bora nibaki peke yangu. Maana kia washenzi wamenichanganya kabisa akili yangu. Wamenichanganya mno. Hata siamini kwa kweli kama hiki kitendo kimetokea kwenye maisha yangu. Siamini. Wewe tu nimwachie Mungu kwa kweli.